Sawa, baada tu ya mahakama kutoa hukumu ya miaka 30, baada tu ya kunyoa wewe, yani kunyoa na kupewa namba, maisha yako yalikuwaje gerezani? Maisha yalikuwa mabaya kwa sababu unajua siku zote ukiwa mahabusu unakuwa unajigia matumaini ya kutoka nje kwa sababu hujawa mfungwa. Kwa hiyo sasa unapokuwa maisha yakifungwa, ina maana kidogo matumaini yanakuwa yanafifia. Alafu sasa isitoshe na namba yenyewe pia uliofungwa namba kubwa kaka, miaka 30 si mchezo. Namba yako ulikuwa unasoma unatoka mwaka 2000 na ngapi? Namba yangu ilikuwa nasoma natoka mwaka 2036. Ndio nilikuwa namaliza miaka 30. Kwa baada tulipofungwa mahakamani pale, tumerudi tena jela, maana tena ukishafungwa tena keko tena ukai wewe. Kwa pale tumechukua ndo zetu nini? Kapeleka gereza gani? Ukonga. Tumechua pale katika gari lao magereza, tunaenda zetu Ukonga. Kwa ndo nje tena ndo nikanaiona nje. Safari kaanza. Safari imeanza tena yani kwa mimi tena sababu ndo nikaona hii tena nje tena ndo naiaga tena nje, maana miaka 30 si mchezo. Natoka zangu keko pale, naiona keko, tumeenda mpaka Buguruni yote ile zile flyover zile za Balitazara zile zilikuwa bado zile. Pale subhana ile napaona pale tunapandisha tuko zetu Ukonga, gari imeingia Ukonga, tunatoka pale na ndoo zetu nini, twenda zetu maisha kifungwa tena. Tumefika kule subhana tumesachiwa nini, tumeingia kule tumeenda kubadilisha nguo, tunagewa nguo za Carrot kaka, si mchezo. Carrot. Basi bwana baada tuko nini sasa tukawa ndio tunaondoka Ukonga kweli gari mpaka hadi Ukonga. Baada ya kufika Ukonga kafunguliwa pale lango nini la jela lile. Baada ya kufungua lango la jela tukaenda sehemu kuchachiwa na manga, maana lazima usachiwe. Kwa baada ya kusachiwa nini pale tumepokewa na manyapala, tukapelekwa sehemu moja, tukabadilisha nguo, tukagewa nguo za kifungwa, tukavaa nguo za kifungwa, maana washtakiwa hatuwezi tukakaa sehemu moja, maana mimi na ule mwenzangu si tumefungwa wote. Kwa maana hatuwezi tukakaa sehemu moja, hatuwezi tukakaa sehemu moja, maana pale Ukonga kuna sehemu kuna bushi na kuna tela. Kwa mimi nikaa nimeenda zangu bushi, mwenzangu akaenda tela. Kwa mimi baada ya kwenda tela nikaenda katika selo moja inaitwa selo namba 34. Mtazamaji anataka kujua kwamba tofauti ya tela na bushi ni ipi? Tofauti ya tela na bushi, yani tela ni wale watu ambao waliofungwa namba zao kubwa sana. Kuna watu ambao waliofungwa maisha, unaelewa, watu waliofungwa yani miaka na miaka. Maana kuna mtu mwingine kafungwa maisha na kuna mtu mwingine wasubana namba yake nyingi, ana kesi 5, ana kesi 4 zote kafungwa. Unaelewa? Kwa bushi ni wale watu ambao waliofungwa ila sema sasa kuanzia miaka 30, 40, 60, ila sio wale watu ambao waliofungwa miaka mingi sana. Kwa baada kufika pale bushi nikawa nimegewa selo namba 34. Selo namba 34 alikuwa nyapala wa selo, alikuwa mzee Babusea. Babusea nimekaa naye yule selo moja yule mzee Babusea ndo alikuwa ndo nyapala wangu, yani nyapala wa ile bushi yote. Yeye ndo alikuwa nyapala mkuu mzee Babusea. Kwa baada nilipofika pale kwa nimeenda katika hiyo selo yake. Kwa nimekaa pale ni fresh, ila siku ya kwanza ilikuwa ngumu sana kwangu kwa sababu yani tumaini la kwangu tena liko tayari shapotea, kwa sababu kwanza na hata mazingira ambayo nilotoka ya mahabusu na maisha ya kifungwa kwangu ilikuwa ni tofauti sana, kwa sababu maisha ya kifungwa ni maisha ya kifungwa tofauti na maisha ya mahabusu. Maisha ya mahabusu unakula pilau, unafanyaje, ila maisha ya kifungwa wewe tena ndugu zako kukuletea pilau, ubwabwa tena mtihani. Kwa labda matunda nini ndizi, ila chakula utakula chakula cha jela, na chakula cha jela kaka si mchezo. Kama hicho kipindi cha nyama labda leo ndo anachinjwa ng'ombe, huyo ng'ombe jinsi anavochinjwa, anavopikwa, wewe mwenyewe utakoma kaka. Kwa yani nilikuwa na maswali mengi sana. Kweli kwa baada nilipokaa pale maisha ya 33, kwa nimekaa pale kama baada ya muda kadhaa hivi tukaja tukapigwa patrol pale, tumetoka nimeenda selo namba 20 ngapi, selo namba 24. Selo namba 24 ilikuwa selo ya Kiislamu, na kipindi kile nakumbuka mimi ndio ilikuwa kipindi cha Ramadhani, ndio imeingia Ramadhani. Kwa mimi nikomba niende kwenye selo ya Kiislamu kwa sababu mimi nilikuwa nafunga, na nilipoingia zangu maisha ya jela tena sasa maisha kifungo ndo nilikuwa hapa tena mimi tena wasila tena sutraki, kwa sababu anangoja kwanza ni swali nikae katika selo za kidini, mbali ni swali kidogo Mungu anipe imani ya dini.
Kwa nika nimetoka pale selo ile, kwa nika nimeenda selo namba 24, selo ya Kiislamu. Kwa nika nimekaa katika selo ya Kiislamu mpaka nakuja natoka niko katika selo ya Kiislamu. Umesema ukapelekwa kwenye selo ya Kiislamu na ukizingatia ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani. Sasa pengine baada ya ile Ramadhani ikifika ile muda wa kufuturu, mambo yalikuwa yakoje? Yani maisha ya jela kipindi cha Ramadhani kuna selo zile za Kiislamu, na maana sisi Waislamu tukiwa tuko jela tulikuwa tunapata misaada nje. Waarabu wanakuwa wanakuja pale, wanaleta tambi, wanaleta mafuta, wanaleta miogo. Yani sisi unafuturu vizuri tu kwa kuwa Waislamu sio hapo matajiri, kwa na maana Waislamu wanatafuta fadhila. Kwa wanakuja kutudhamini sisi ambao tunaofunga, sema sasa tuko katika maisha magumu, kwa wanakuja wanatudhamini kweli, tukaa tunafunga nini fresh. Futari wakawa wanapika wenyewe wafungwa Waislamu. Ikifika mida kama saa 12 zinakuwa zinaletwa. Kama kwenye saa 11 zinakuwa zinaletwa futari. Kwa hiyo tunakuwa tunagaiwa nini, tunafuturu, maisha mengine yanaenda. Kwa baada ya kufuturu nini, maisha mengine yanaenda. Sasa watu wanataka kujua ilikuwaje hadi ukatoka jela. Jela baada tulivyofungwa kuna utaratibu. Ina maana unapofungwa pale mahakamani, kwa hakimu ambaye atakayekufunga lazima akuulize, bwana rufaa iko wazi. Kwa tumejaribu asubana kuna ni rufaa, kwa ndo maana tumetoka jela. Na kuna kitu kimoja kinaitwa proceeding. Proceeding ni mwenendo wa kesi ambao yani kuanzia kesi mwanzo ulipoanza kuongea mahakamani na mashahidi mpaka wanakuja kesi yako unafungwa judgment. Kwa ile inakuwa proceeding, na maana inakuwa ni yani kesi mzima. Kwa ile sasa ndo inabidi ije kuna askari ambao maalum, yani wao kazi yao kwa ajili ya kwenda kuchukulia zile proceeding katika mahakama. Kwa wao wanakuwa wanaenda kuchukua zile, wanakuletea wewe mshtakiwa, labda kama mfungwa uko jela, wanakuwa wanakuletea kwa sababu ya kuandika rufaa, kukata rufaa. Kwa pale Ukonga pale kulikuwa kuna askari mmoja anaitwa Isaac. Isaac yeye alikuwa katika mahakama yetu ya Temeke. Kwa alienda na yeye siku hiyo, baada alivyoenda akatuletea sisi hiyo proceeding. Baada kutetea proceeding niko mimi na yule mwenzangu, mshtakiwa mwenzangu. Kwa bahati mbaya au bahati nzuri, maana yule mshtakiwa mwenzangu naye alikuwa na kesi tena nyingine. Japokuwa subana kesi hii tumefungwa, ila sema na yeye alikuwa anaenda tena mahakamani kwa kesi yake nyingine. Kwa baada tulivyoletewa ile proceeding, sasa tunafanya mpango wa kuandika rufaa, umeelewa? Kwa baada ya kuandika rufaa, mshtakiwa wangu naye akaenda tena mahakamani tena katika kesi yake ilikuwa judgment. Siku hiyo niko zangu Bushi, nafanya kazi Bushi, umeelewa? Naona mshtakiwa wangu karudi katoka zake mahakamani judgment yake. Kwa baada ya kurudi anambia, bwana mshtakiwa, nimekutana naye, bwana mshtakiwa, mshtakiwa wangu bwana, vipi mshtakiwa, mbona mnyonge? Mimi namuuliza, vipi mshtakiwa, mbona mnyonge? Ba mshtakiwa, ile kesi tena nyingine ile mshtakiwa nimefungwa. Mimi sasa nashangaa, mshtakiwa umefungwa tena? Nimefungwa mshtakiwa na miaka 60 hapa nilipo. Kamera yani maana sasa hata mwenye tena maneno tena sasa nikawa sina, maana ukijifikiria so bwana, hii miaka ambayo tulifungwa sisi miaka 30, maana miaka 30 mimi namba yangu ilikuwa inasomeka natoka 2036 ndio niko namaliza miaka 30 2036, na mwenzangu naye pia alikuwa anamaliza 2036, ila yeye sasa akaana kesi tena nyingine. Kwa baada alivyoenda mahakamani sasa, na yeye katika hiyo kesi yake yeye yuko peke yake, kesi hiyo kafanya peke yake. Kwa baada alivyoenda mahakamani sasa, siku hiyo anarudi, nikaje mshtakiwa baba akaachiwa kesi hiyo, kwa anabaki na kesi moja, anakuja anambia mshtakiwa na kesi ile pia nao wamenifunga. Wamekufunga hiyo, wamenifunga mshtakiwa kwa na miaka 60. Ukija kumangalia hapa kifuani kwake, na maana pale tena pale tayari pashabadilika. Kwa maana silikuwa 2036 bidi atoke, kwa maana imeongezwa tena 30 tena nyingine. Kwa mwaka wake wa kutoka alikuwa anatoka 2054. Huo ndo mwaka wake kwake yeye mshtakiwa, ndio kuponda anamaliza miaka yake 60 2054. Kwa nikampampa moyo ndugu yangu, bwana usikonde mshtakiwa, haya maisha madhara soba na sisi wenyewe tumeataka, maana unajua ile kama soba na sisi kama tusingeataka unajua tusingefikia katika maisha haya. Kwa madhara wenyewe tumeataka, basi mshtakiwa inabidi tutulie tu, ila Mungu mwenyewe anaweza akafanya hisani zake tukaja tukatoka. Kwa hiyo nimempampa moyo pale mshtakiwa wangu kweli, na huko sisi proceeding yetu tayari ilikuwa tayari ilishafika ile kesi yetu, maana mule pale Ukonga pale kuna watu tofauti. Kuna watu ambao walokumwa kunyongwa,
wale watu ambao wenye kesi za mauaji wamehukumiwa kunyongwa ndo wanafungwa kule, anaitwa condemn. Yani sare zao wao na sare zetu sisi tofauti. Wale sare zao za blue, sisi sare zetu za carrot. Ila sema sasa mule ndani kuna mtu mmoja kutoa makuka. Huyo makuka kichwa hatari sana. Yani anaandika sana sheria yule jamaa. Na rufaa zote za afungwa wote mule ndani alikupana anaziandika sana yeye. Umeelewa? Kwa hiyo sisi baada tulipopata ile proceeding ikabidi tuombe pale twende condemn tunaye naye makuka. Kwa hiyo tukaona naye makuka tukampa ile proceeding kaipitia, siku ya pili yake tukaenda pale akaniambia na kesi nyinyi mnaachiwa vizuri tu bila shida. Anasema maana sijajua tena pesa. Kwa hiyo ni gain mimi laki. Umeelewa? Ni gain mimi laki. Kwa hiyo maana sasa pale sisi inabidi tufanye process sasa tukutane na ule meja yetu Isaac. Kwa hiyo tukutana pale na meja Isaac akawapigia wale ndugu zetu nini akawafahamisha bwana kule inahitajika pesa laki hiyo bwana kwa ajili ya kumpa kule kuna mtu aandike rufaa laki inatakiwa laki. Kwa sasa maana sisi tena hatuna uwezo kwa maana wale ndugu zetu sisi wakawa wamempa yule meja Isaac bwana baada ya kugoelela akaja akatupa sisi. Akaja baada ya kutupa nini kwa tuka tumefanya process ya kufanya kuandika rufaa. Kwa tukaandika rufaa, baada ya kuandika rufaa pale kila mtu akawa ana sababu zake. Mimi yule makuka akaandika sababu zangu na yule mshtaki wangu naye pia akaandika sababu zake. Kwa hiyo rufaa ile kaenda mahakama kuu. Kwa hiyo baada ya kwenda rufaa mahakama kuu, umeelewa? Siku hiyo sasa tunataka twende mahakama kuu sasa tukasikilize rufaa yetu sasa. Umeelewa? Mama yake mshtaki wangu mimi sasa akaja na wazo la kuweka wakili. Wakili akaja naye mpaka pale jela mule tukaitwa sisi tukaenda dikule bwana nyinyi mnasemaje mimi nimewekea wakili hivi na hivi. Ila mimi kuhusu ile swala la wakili kwangu mimi nikanalipinga sana kwa sababu mimi najua ndugu zangu mimi au familia yangu liko paina uwezo wa kuniwekea mimi wakili. Ina maana familia ya mshtaki wangu uwezo nao ndio maana wamemwekea wakili na wakili unajua hawezi akasimama sana kwangu mimi kwa sababu mimi sijampa pesa. Kwa lazima subhana atabezi na mteja wake ambaye alimpa pesa. Kwa mimi wazo la kuwekewa wakili afu kukataa sababu zangu huko ambazo nizoziandika kwa makuka yani likaona hapana mimi wakili nitaenda kumkataa nikiwa sobana mbele ya jaji na maana simtaki wakili mbele ya jaji. Mimi nitamwamini jaji na nitaamini sababu zangu ambazo nizoziandika huko jela. Kwa wazo hilo nikanalo nasema pale nikasesi nataka nimkatae kumvunja moyo. Umeelewa? Kwa hiyo nimekubali nini wazo lile fresh ila ndani ya moyo wangu naona huyu unaenda kumkataa mahakamani. Kweli subhana baada ya nini kwa akaandika sababu zake nini kesi naye akapeleka kule kweli tukaitwa mahakama kuu tarehe ikaja tukaenda kule mahakama kuu tukaenda kusikiza kesi ilikuwa mahakama kuu kuna jaji mmoja anaitwa mheshimiwa Jaji Mnisi kuna mama mmoja hivi Kichaga. Umeelewa? Kwa baada tuenda kule mimi akaja yule wakili ambaye alowekwa na ndugu zake mshtakiwa. Akajitambulisha bwana mimi pale mimi wakili si hivi na hivi wa kujitemegea si hivi na hivi kwa nataka nije niwasimamia watoto si hivi na hivi. Mimi nikanyosha kidole juu pale baada ya kumaliza kuongea nikanyosha kidole juu maana sheria ipo. Kanyosha kidole juu unasemaje mfulani. Kaambia mimi mheshimiwa jaji huyu hakimu ambaye huyu wakili ambaye unamuona hapa huyu sijamweka mimi au sijamweka ndugu zangu mimi. Huyu kaekwa na familia ya mshtakiwa wangu Atibu Said Kabwele. Mimi familia yangu haina uwezo wa kuweka huyu wakili. Kwa wakili huyu kaekwa na familia ya mshtakiwa wangu. Kwa mimi najua huyu hataweza soba na mimi kunisimamia sana, kwa lazima atamtumia sana mteja wake. Kwa mimi huyu namkataa simtaki mbele ya mahakama tukufu kunisimamia kesi yangu. Mimi nakuamini wewe na naiamini na mahakama yako na naziamini na hizo sababu zangu ambazo nilizoandika. Kwa kama ukiniambia mimi niendelee na adhabu basi mimi nitakuwa niko tayari kwa sababu wewe ndio ambaye mimi nimekuamini, umeelewa na sababu zangu pia naziamini. Kwa mimi huyu mimi simtaki. Mimi nakuamini wewe mamangu, wewe ndio ambaye utakayeamua kwa kama nikiendelea na adhabu sawa. Kwa hakimu akasema yule jaji akasema sawa, mheshimiwa sawa mshtakiwa mimi nimekuelewa. Kwa bwana umemuelewa jinsi alivyokukataa. Jaji sasa anamwambia yule bwana umemuelewa jinsi alivyokukataa kwa huyu na maana wewe msimamie mteja wako. Huyu sababu zake hizi ambazo zilizotoka nazo jela ndio tutasema nazo hizi sawa. Kwa kesi tunaiahirisha nendeni tena jela. Baada ya muda kadhaa atakuja tena hapa kuja kusikiliza kesi. Kwa tukarudi tena jela. Mkarudi tena jela. Sasa mliporudi jela mkakaa muda gani tena mkarudi tena mahakamani? Baada ya kurudi kule jela sasa tumekaa kidogo maana ujue
mahakama kuu unapopata tarehe mwezi huu unakaa hata miezi mitatu, unapata tena tarehe unaenda tena mahakamani. Maana so kusema labda kama mahakama za wilaya kila wiki unaenda, mahakama kuu unapata tarehe leo, miezi mitatu unapata tena tarehe unaenda. Kwa baada tukarudi tena jela, tukawa tunaendeleza sasa maisha ya jela sasa. Maana tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukawa tunafunga nini. Maana mimi baada nilipokuwa niko maisha ya Konga sasa nikana swali. Nashukuru Mungu nikana swali swala 5 muda wote na swali. Saa 7 pale tuna swali, saa 10 tuna swali. Saa alfajiri pia tunamshana tuna swali ndani ya jela. Umeelewa? Kule magereza kule kwa maana ya jela kuna shughuli nyingi sana za uzalishaji ambao watu huwa wanafanyishwa wale wafungwa. Wewe kati ya shughuli hizo ni ipi ambayo ulikuwa mara nyingi sana ukiifanya au ulikuwa ukiamrishwa uifanye? Okay. Mimi baada kuingia jela, maana kuna magenge jela. Kwa hiyo baada nilipoingia jela, genge langu la kwanza kabisa lilikuwa la kulima mboga michicha mule ndani. Kwa hiyo tunaamka asubuhi tunakupanda mboga tunamwagilizia. Ila sema genge lile likalimendaenda, nikaja kule nikahamishwa tukaenda kiwandani. Maana baada alivyoingia Magufuli madarakani ilikuja sakata la kutengeneza madawati. Kwa wafungwa wote tukawa tumehamishwa magenge, kwa tukawa tumepelekwa kiwandani kwa ajili ya kutengeneza madawati. Kwa tukawa tumetengeneza madawati mengi sana. Kwa baada zoezi la Magufuli baada alivyoisha la kutengeneza madawati, kwa na mitendo niko kule Selemala. Kwa maisha yangu yote akakuwa kule Selemala, kwa mpaka anakuja natoka bado niko katika genge la Selemala Bush. Tela so Bush. Yaani mimi niko naishi Bush ila sema kazi ni kwenda kufanya tela. Maana tela ndo kwenye viwanda vya Selemala, tela yani tela nayo kubwa kaji tunavyoiona Bush. Maana ujue zote jela. Yaani jela ndani ya jela. Ila sema sasa kuna mipaka yake, kuna tela na kuna Bush. Yeah. Na katika kipindi hicho ambacho ulikuwa ukitumika kufanya shughuli za useremala, haukuwahi kufanya kitu chochote kikubwa ama tukio lolote kubwa ambalo lilikupelekea kupata adhabu nyingine? Tukio kubwa, najua maisha ya jela subhana ni maisha dharau. Kuna mpumbavu mmoja kwa jina nimemsahau kidogo. Unajua sisi ambao tulofika jela kidogo tulikuwa wadogo. Kuna mjinga mmoja subhana alikopo anakadiria. Unajua maisha ya jela jinsi yalivyo. Kwa hiyo akawa anakadiria. Kukadiria subhana kuna siku moja tulikopo tuko selo moja. Mwenelewa akawa anakadiria, yani kama anaitapigwa, yani kama labda yani kama mimi labda ananitongoza, umeelewa? Nikaona huyu ngoja subhana nitamuonyesha action mbele ya alawei ya watu. Umeelewa? Siku hiyo subhana tumeamka, umeelewa? Tuko zetu alawei, akawa analeta pigo za ajabu. Kitu ambacho nilichokifanya mimi subhana nikamkanyaga kifuani, yani nikamkanyaga. Maana tulivotoka subhana tukawa tumekwa alawei, yani watu wengi magereza nini ndo wataka kugaga magenge watu waende zake kazini. Tena baada kwenda admission nimegewa adhabu sio tena magereza, kwa kesi kameisha design hiyo. Ila sema action nimeionyesha, after sale action nimeionyesha kwamba yani tuko mbele ya alawei, yani mbele ya watu, yani watu wengi nimeonyesha action ile. Kwa baada toka nifanya action ile tena kwa nikawa mtu wa dini sana, na mpaka leo nashukuru Mungu nipo katika dini. Tunaonaga wafungwa wengi wakipelekwa kwenye mashamba, wengine wakipelekwa huku mara wakapasue mawe, wengine kuni. Kuna kipato chochote ambacho mnapewa nyinyi kama wafungwa? Kwa kipato hakuna. Kwa kipato hakuna. Ila sema sheria inabidi mfungwa subhana unapotoka inabidi ugewe pesa. Ila sema sasa unapoachiwa wewe mfungwa huna tena thamani ya, yani ufikiri tena pesa, unafikiria nje. Maana unajua nje kuna raha, nje kuzuri tofauti na maisha jela. Kwa hiyo useme kwamba subhana wewe ukae ufikirie si pesa zangu si utakuwa na feli. Mfungwa yote anapoachiwa akili ya kwanza kabisa kufikiria kwake ni nje. Kwa hiyo hata mimi subhana baada nilivyo katarufaa, baada nilivyoachiwa cha kwanza nje. Na baada kutoka nje nimeshukuru Mungu. Sawa. Ni kitu gani kikubwa ambacho unakikumbuka yani ambacho unakikumbuka kwamba kusema wakati uko jela hichi kitu siwezi kukisahau, bado kinaishi katika akili yako? Kitu gani kikubwa? Kitu kikubwa ambacho kinacho nikumbuka mimi, kwa sababu kulikuwa kuna tukio fulani nilifanyika. Hilo tukio subhana watu walipigana michinji, umeelewa? Alafu mbele mimi naona walipigana michinji, watu wakawa wameuana. Kwa hilo ndo michinji
kama jinsi nilivyokuambia mara kwanza. Kwa yani hilo ndo tukio langu kubwa sana ambalo niloliona ndani ya jela. Sasa wewe kama kijana ambaye umenusulika kifungo cha miaka 30. Sasa unataka unawaambia nini ya vijana wa 2000 ambao wanajifanya masela, wengine wauni, yani hawajui kuhusiana na chochote kuhusiana na jela, kuhusiana na hizo adhabu ambazo unapitia wewe? Wewe unawashauri nini? Mimi nitakuwashauri kwanza maisha. Alafu katika maisha ni safari ndefu. Na katika maisha usiendekeze sana usela, kwa sababu usela hauna mpango wote. Na usela usibana una mwanzo na mwisho wake. Maana mtu yote usibana hawezi akakaa katika maisha yake yote akafanya usela. I make sense. Ina maana usibana ipo siku atakuja atatulia. Kwa kama mimi usibana wazazi wangu wamefanya usela mpaka sasa hivi wametulia, na tukaja pia sisi tukafanya usela mpaka nafika stage sasa hivi usibana sisi tumetulia, tumeingia katika dini, tunaswali. Kwa usela una mwisho wake na usela hauna maana wote. Mimi nawasihi sana ndugu zangu kwamba wasipende sana usela. Kikubwa hasa wafanye kazi, wapate hela zao za halali, wafanye kazi za halali ili mali Mungu afungue maisha yao na maisha ya familia zao, kwa sababu unapokuwa adui wa watu basi hata maisha yako pia yanakuwa mafupi, kwa sababu unapokuwa mwizi, unapokuwa labda kibaka, unapokuwa labda dhulma, Mungu kwanza hapendi vitu kama hivyo. Kwa hiyo tuishi maisha ambayo ya kumwogopa Mungu na na kufanya ibada kwa Waislamu, kwa Kristo. Maana ibada Waislamu na Kristo ni lazima. Na sisi lengo letu kuja duniani sio labda kuleta usela, au labda sio labda kufanya uuni, au sio labda kufanya labda nini. Sisi tumetoka duniani kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu. Swali langu la mwisho kwako, wewe ni kijana wa namna gani sasa hivi kutokana na hayo yote ambayo umeyapitia? Mimi ni kijana tofauti sana, kwa sababu kwanza mimi nashukuru Mungu, nipo kwenye ibada kama mwaka wa 5 hivi. Nipo kwenye ibada na swali, nashukuru Mungu. Kwa ni mtu ambaye nimebadilika kiasi kikubwa sana, maana hata mpaka mama yangu mwenyewe anafurahi sana jinsi anavyoona kwamba mwanae nimebadilika. Baba yangu pia anafurahi kuona mwanae nimebadilika, nimekuwa katika misingi ambayo wao wanaitaka mimi niwepo, kwa sababu sasa hivi na swali, nasoma madrasa, najua Mungu anataka nini kwangu. Kwa yani siishi maisha kama yale ya zamani ya kishetani. Kwa naishi katika misingi ambayo Mwenyezi Mungu anakutaka. Na swala 5, mashallah, namshukuru Allah. Nafanya ibada, nafanya zikri, nasoma madrasa. Japokuwa unavyoona hivi mimi mkubwa, nasema bado nasoma madrasa. Nipo katika madrasa. Asante sana. Bwana, hii ilikuwa ni exclusive interview. Mimi naitwa Alex Mkwago Mwinyi. Kwenye platform najulikana kama Mbondei Msomi. Nyuma ya kamera alikuwepo Steve Gabo, lakini msafirishaji ni Tajiri Msheshe. Tukutane kipindi kijacho, usimisi hii interview na interview zote zijazo. Go by the name Mbondei Msomi.